Sasa tunaendelea pale tulipoishia. Baada ya Derek kugundua zile dawa za mke wake ambazo amekuwa akizitumia kwa ajili ya kuzuia mimba, wakati bidada Betty hajajibu chochote, wote wawili wakasikia ukunga. Mtoto wao wa kuitwa Trace anapiga kelele sebleni, ni kama mtu ambaye amepatwa na jambo hivi. Upande wa pili huku ni mshikaji wako yule kichaa amekuja hapa, akaa kama amemteka hivi huyu mtoto wa kuitwa Trace. Afu akawa anamwambia kwamba asipige kelele kwa sababu yeye ni rafiki yake na hajaja hapa kwa ajili ya kuja kumdhuru. Wakaja shuta huku. Walipofika wakamkuta yule kichaa yuko na binti yao hapa hivi. Basi bidada akaanza kupiga kelele tena. Unajua uzazi, akawa anaona kabisa mwanae ni kama ni muda wa kuweza kudhurika hivi. Kwa hivyo hakuwa tayari kwa lile jambo. Lakini huyu kichaa akamwambia kwamba aisee, naomba usipige kelele ndugu yangu. Na jamaa akawaambia kabisa waweze kukaa chini, waweze kuzungumza kwa sababu leo itakuwa ni siku ndefu sana. Kuna mambo mengi jamaa anataka kuyajua kutoka kwao hawa wawili. Jamaa hawakuwa na namna. Derek ikabidi tu aliweke chini ili kopo la P2, dawa za bidada za kuzuia mimba. Wasikilize hii kesi ya leo inahusu kitu gani. Baada ya kukaa, yule kichaa akaanza kumwambia huyu bidada hapa, najua atajiuliza kwamba kwa nini niko hapa, na pengine unaweza kawaza kwamba mimi labda ni adui wa mume wako. Bidada akaitika akasema, hapana, mume wangu mimi ni mtu mzuri kabisa, wala hana maadui yoyote. Kwa hiyo mume wako ni mtu mzuri, si ndio? Ndio, mume wangu ni mtu mzuri. Okay, ni mume mzuri, si ndio? Ndio. Na ni baba mzuri, si ndio? Ndio, Derek mwambie basi. Jamaa akaa na mcheki. Jamaa akamuuliza tena swali jingine kwamba, je, mume wako ni rafiki mzuri? Bidada hakuelewa lile swali lina maana gani. Sasa jamaa ikabidi amgeukie Derek hapa. Akaanza kumuuliza, kwa nini usimwambie mke wako kipenzi jinsi gani ulivyomuua rafiki yako Captain Remy Williams? Betty ikabidi amuulize Derek, huyu anaongea nini bana? Jamaa akaanza kumwambia mke wake, baby usimsikilize huyu. Yaani usimsikilize kabisa. Mimi siwezi kumfanyia rafiki yangu kiasi kile. Siwezi, huyu anadanganya, naomba usimsikilize kabisa. Sasa huyu kichaa alivyoona Derek anadanganya, jamaa akamwambia achague moja, amkili mtoto wao au aongee ukweli hapa. Umeona? Sasa Derek mbele ya mtoto tena hakukubali. Ikabidi akubali bana kuweza kuzungumza ukweli wote kama jinsi ulivyo. Sasa Betty akaana shangaa, ukweli upi tena? Ndipo Derek akaanza kueleza ukweli bana. Ilikuwa hivi, sasa inabidi uwe makini kusikiliza. Zamani kidogo hawa wawili walikuwa ni marafiki. Na siku ya leo Derek alikuwa amebeba zake maua rozi haya hapa, ni kama anampelekea mpenzi wake. Wakati huo Remy na yeye yuko anarudi zake nyumbani kwake na anafuraha vibaya sana. Mwamba alipofika hapa akaanza kumfahamisha rafiki yake Derek, kumwambia kwamba lile ombi lake la kuweza kumtaka bidada Betty limekubalika bana. Sasa Derek akawa anajitoa akili na kumuuliza, unamzungumzia binti gani wewe? Si yule Betty bana, kile kipisi jirani yetu pale, kile ambacho ni black beauty kizuri, kile mrembo fulani hivi, leo nimekitokea na kimekubali. Basi Derek akaa kama hakufurahishwa na ile habari, lakini kwa sababu ni rafiki yake ikabidi amsupport tu ile kinafiki na kumwambia bana, hongera bana na nini, unajua zile. Jamaa akabidi amuulize, asa maua ya nini mwanangu wewe? Maua mwanangu haya. Mwanangu mimi nimeanunua tu, nataka nikafanye challenge fulani via TikTok. Challenge ya TikTok? Sasa mwanangu wewe, challenge ya TikTok tena? Sema, hawa walikuwa ni marafiki kishenzi, alafu ni wanajeshi wote wa nchi ya Nigeria. Na hivi karibuni wataondoka zao kwenda Kongo kwa ajili ya kwenda kulinda amani kama ambavyo tunafahamu. Na hii siku ndio Remy ambao alitoka kukubaliwa ombi lake na bidada Betty. Lakini siku hii tunamwona Derek na yeye alikuwa amebeba maua na anampelekea mpenzi wake. Lakini alivyojaribu kuulizwa, jamaa akadanganya akasema kwamba amenunua maua yale kwa ajili ya kwenda kufanya challenge za TikTok. Remy ikabidi aachane naye bana mshikaji wake aende anakopeleka maua, afu na yeye aendelee na safari zake. Umeona Kisha jamaa akamtania akamwambia basi poa, haina noma Mr. TikTok. Alafu huyo akasepa zake. Sasa jamaa ikaa kama hakupendezwa kabisa na zile habari za jamaa yake Remy. Umeona Na yale maua akayatazama akaangalia, alafu akayatupa chini hapa, alafu akaondoka zake.
Kwa kifupi, haya maua alikuwa amenunua kwa ajili ya Betty. Yaani mshikaji na yeye anampenda bidada Betty. Lakini ndio hivyo, tayari Betty kashamkubalia mshikaji wake Remy. Haya, siku inayofuata Derek akavutika hadi kwa bidada Betty anapokaa. Baada ya kufika hapa, jamaa akaanza kumwambia tu kwamba nasikia tayari nyie ni wapenzi wewe na Remy. Bidada akaanza kushangaa, mbona mapema sana mshikaji kamwambia? Lakini ndio hivyo, jamaa akamwambia yule ni rafiki yangu, mimi hawezi kunificha chochote. Alafu jamaa akaanza kutumia nafasi hii kumnafikia mshikaji wake Remy na kumwambia bidada Betty kwamba asa mbona hakuoi, yani nyie mnakuwa tu wapenzi, alafu mbona hakuoi? Asa Betty akashangaa, hii kauli kwa nini anaitoa huyu jamaa? Lakini jamaa akamwambia kwamba bana, mimi nimekutania tu, usianze sasa kufikiria mbali. Alafu jamaa huyo akaondoka zake. Siku nyingine hii hapa, kumbuka Derek anaendelea kusimulia. Leo Remy bana alimvuta bidada Betty geto kwa mshikaji wake Remy. Huyo hapa, unajua zile za kuazimana mageto. Yeah, wako hapa wanapiga zao story baada ya asali kulambwa kama ambavyo tunafahamu. Hii leo ndo siku ambayo inabidi waondoke waende zao Kongo kwa ajili ya kwenda kulinda amani. Kama ambavyo tuliona kwenye ile sehemu ya kwanza. Wako hapa wanaendelea bana kupiga story. Derek akaingia hapa bana tena bila hata hodi. Baada ya kuingia hapa, akaanza kuongea tu vitu ambavyo havieleweki na nini. Unajua mtu ambaye ana wivu, umeona hataki kabisa kumuona Remy yuko na bidada Betty. Asa akaanza kutoa tu sababu ambazo hazieleweki pale, ili mradi tu kuhakikisha hawa jamaa hawakai kwa amani hapa na ikiwezekana waweze kutoka humu ndani kwake. Bidada Betty akawa ameligundua hilo, akamwambia mpenzi wake Remy kwamba bana kaa vipi twenzetu bana kwangu kule. Betty akawa anamuomba mpenzi wake Remy waondoke humu ndani waende nyumbani kwake. Lakini Remy akawa anamuomba mwanae pale kwamba mwanangu usiniache tu nitulie kidogo afu mimi namalizia afu tunatembea au vipi. Lakini jamaa akawa amekaza, hataki kabisa yani hicho kitendo. Jamaa akakubali ile kishingo upande, alafu akajiiba akampiga dole la kati hapa, akamwambia mwanangu wewe ni snitch kinoma mwanangu, nimekumind. Baadaye mida ya jioni hivi hao wawili safari imeshawadia sasa kwa ajili ya kuelekea nchini Kongo kwa ajili ya kwenda kulinda amani kama kawaida yao. Amekuja kusema kwa heri kwa mpenzi wake. Yuko anamkumbatia hapa, mixa maneno mazuri ya kufarijiana na kuahidiana kwamba wasubiliane basi atakaporejea waje kukamilisha swala la ndoa. Ndio hivyo, kama unavyojua wanawake hawawezagi kujishikilia. Bidada chozi likali linamtoka kwa kuondoka kwa mpenzi wake, na akawa anasema kwamba atammisi sana hizi siku kadhaa ambazo hata kuwepo. Jamaa naye ndio hivyo hivyo, sinajua tena mapenzi. Lakini sasa kumbe hiki kitendo mshikaji wako Derek kikaa hakimpendezi kabisa kwa hawa wawili kuweza kuagana kwa upendo na mahaba mazito tena mbele ya macho yake. Akawa anafanya tu vituko ili mradi tu kuharibu attention ya hawa watu wasiweze kuagana vile ambavyo inapaswa. Aya bana, wakaagana. Jamaa akawa anatembea kuelekea kwenye gari pale. Lakini kama unavyojua yani akaona dai jamaa kutosheka, akarudi tena kuja kumkumbatia bidada na kusema kwa heli ya mwisho. Lakini Derek ndio hivyo tena mwanangu, akarudi tena na kumwomba mwanangu unazingoje tunachelewa mwanangu wewe twenzetu basi. Kuagana gani mwaka mzima bana Yaani jamaa ana lolote, wivu tu. Sijui hata ilitokea nini Lakini tunakuja kuonyeshwa mshikaji wetu Remy yuko hospitali hapa. Umeona na Derek yuko hapa pembeni. Dokta ikabidi ampime. Kisha baada ya ukaguzi wa daktari, akataka kujua kama mshikaji ataamka au ndo kwa heri yani. Dokta akamwambia ataamka. Sasa ile ilikuwa ni habari mbaya kidogo kwa Derek. Hakupenda yani anataka jamaa asepe moja kwa moja yani. Wanawake hawa. Ilipita muda fulani hivi tukaja kumuona Derek anarudi kwa siri kwenye chumba ambacho amelazwa mshikaji wake Remy. Baada ya kufika hapa, kasimama hapa kisha kaanza kujiongelesha tu hapa na kumwambia Remy kwamba mwanangu kwa umekataa kufa au sio Unafikiri naweza nikakuacha ukawa na Betty hivi na kutazama? Haiwezekani. Mwanzo nilifanya makosa ila siwezi kukosea tena mara ya pili. Ni maneno ambayo yananitisha kidogo. Kisha jamaa akamsogelea, akachukua mto na kuanza kufanya utaratibu wa kumuua rafiki yake bwana. Yote ni kwa sababu afe ili yeye aweze kubaki na bidada Betty. Hivi kweli inaweza katokea hivi? Yaani mwanao anaweza kakua kwa sababu ya kuweza kummiliki mwanamke ambaye wewe uko naye? Kweli dunia imefika mbali sana. Derek hakuwa hata na huruma, unaambiwa. Alimnyonga na kuhakikisha rafiki yake anapoteza maisha kabisa ili aweze kubaki na bidada Betty.
Upande wa pili huku siku inayofuata bidada Betty anajaribu kumpigia Remi, hampati kwenye simu. Alikuwa na shoga yake yule rafiki yake wa siku zote. Akaja hapa na kuanza kumuuliza, wewe unafanya nini huku? Bidada akamwambia kwamba network ndani huko haiko vizuri zaidi, maana najaribu kumtafuta Remi simpati, kwa hiyo nimekuja nje hapa kuja kutafuta angalau kidogo network. Rafiki yake hapa akamwambia kwamba mwacha ujinga wewe, naomba hiyo simu kwanza. Wewe mbona muda wote unahangaika kumtafuta Remi? Yeye mwenyewe akishakuwa sawa atakutafuta. Wewe unajua mambo ya wanajeshi lakini wewe. Lakini bidada alikuwa haamini kabisa hizi habari ambazo anaambiwa na rafiki yake. Wakati wanaendelea kubishana hapa, Derek akaja hapa, amekuja kwa lengo moja tu. Kaja jamaa hapa ametia kidogo sura ya huzuni, yani ni kama mtu ambaye anaomboleza juu ya kitu fulani ambacho kimetokea. Betty akaanza kumuuliza Derek ni kitu gani kimetokea na mbona Remi hapatikani kwenye simu. Derek akasema Remi hatuko naye. Bidada akacheka kwanza, maana akawa anahisi kama ni masiara hizi habari ambazo yeye amezisikia. Kama tuko naye twende tukamtafute, maana mimi mwenyewe namtafuta ujue. Tangu muda wote nampigia simu simpati. Atakuwa tu sehemu, kaa vipi twende tukamtafute. Lakini Derek hakuwa anamaanisha hicho. Anamaanisha Remi amefariki bana. Ndipo dada sasa akajua kwamba hii issue kumbe ni serious Kutokana na ile taarifa hakuwa tayari kuweza kuipokea, bidada alienda chini pale akazimia kabisa. Lishakuwa tatizo hili sasa. Ikabidi wamchukue na kumuingiza mpaka ndani. Walipofika hapa ndani wakawa wanajitahidi tu kumpepea na kumsubiri waone hali yake, huenda anaweza akaamka bana. Simulizi ya Derek ya kile kilichotokea iliishia hapa. Betty pale akaanza kumshangaa Derek, kwa ulimuua rafiki yako kwa sababu ya mwanamke? Derek kweli? Mungu wangu siamini kilichotokea. Derek akaanza kujitahidi kumtuliza bidada hapa na kumwambia kwamba alikuwa anampenda na hakuwa tayari kuweza kumuona yuko na Remi. Umeona na ndio maana hicho alichokifanya aliona ni sahihi. Bidada akaanza kuumizwa na ile hali, lakini mshikaji wako kichaa hapa akamwambia dada kwamba we, mbona unapiga makelele hapa rafiki yangu kana kwamba we ni mlokole fulani hivi, ulikuwa mwaminifu. Wewe ulimsaliti Remi kabisa. Hapana, mimi sikumsaliti Remi. Derek ikabidi aingilie kati hapa na kumuuliza kwamba kwani wewe unahitaji nini yani kwenye familia yangu? Jamaa akamwambia mimi nahitaji kisasi. Kisasi? Yani kisasi kivipi? Sasa jamaa ndipo akaamua kujitambulisha rasmi. Mwamba akatoa bana ili tambala ambalo amekuwa akilivaa siku zote na kumweka kama ni kichaa. Kumbe ndiye mshikaji wako Remi. Siku zote amejifanya kuwa ni kichaa. Alikuwa anafanya upelelezi wake ambao yeye anaujua yeye mwenyewe. Sasa Derek alichanganyikiwa vibaya mno. Wewe uko hai? Yani ilikuwaje? Bidada akawa ananyanyuka kutaka kwenda kumkumbatia Remi wake, lakini jamaa akamwambia kaa chini wewe, usiniletee uboya. Siku zote umenisaliti afu nataka kuleta ngendembo hapa za nini sasa? Derek akaanza kumuuliza jamaa, uko hai? Ilikuwaje yani? Asa unajua babako alimjibuje? I fucking live. Derek mwenyewe hakuamini kabisa alichokuwa anakisikia kwenye masikio yake. Ndipo Remi anaelezea ile siku ilivyokuwa. Baada ya ile siku, Derek alipoamini kwamba ameshamuua Remi, dokta alikuja. Baada ya kufika hapa, akagundua kwamba Remi hayuko sawa kama jinsi alivyomwacha. Ndipo akagundua kwamba kuna mtu alikuwa anajaribu kuweza kuondoa uhai wake. Basi dokta akachukua simu, akaufahamisha uongozi mzima wa hospitali kwamba kila mtu sasa hivi asitoe taarifa yoyote kuhusiana na Remi, bali Remi inabidi aakti kwamba amekufa kwa sasa, kisha mambo mengine yaweze kuendelea. Umeona Ndipo mchezo ulivyochezwa na dokta ili kuweza kunusuru maisha ya kijana Remi. Ndipo jamaa alipokuja kupona na kujua ukweli mzima. Sasa wakiwa wamepiga magoti hapa, Remi akawaambia kwamba kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kulipa kisasi, kisasi hiki kinalipwa ipasavyo. Na muua huyu mtoto ili muweze kujua jinsi gani kuua mtu kunaumiza. Na jamaa kweli akageuza bastora akamwekea kichwani mtoto wa kike hapa. Wazazi wakaanza kuomba sana jamaa aweze kumsamehe kwa sababu huyo ni mtoto mdogo wala hajui chochote. Na katika hili yeye hausiki kabisa, lakini Remi hakutaka kabisa kuwasikia. Ndipo mtoto Tracy akatumia nafasi hii kuweza kumkumbusha mshikaji wako Remi, wewe ulisema ni rafiki yangu na ndio maana nikakuamini na nikakusikiliza kwa kile ulichokuwa nakisema. Sikutaka kupiga kelele kama ulivyoniambia. Sasa mbona unataka kuniua? Remi, yale maneno ya mtoto yalimgusa. Kiukweli Mwamba akashusha bunduki kisha akaanza kumbembeleza
kumbembeleza mtoto na kumwambia kwamba amsamehe, kweli hawezi kumuumiza, yeye ni rafiki yake. Kisha akageukia wazazi akaanza kuwaambia kwamba huyu mtoto nitamwacha aishi, yote ni kwa sababu huyu mtoto ana akili yamkini kuliko hata wewe Derek, kwa sababu huyu mtoto ndani ya sekunde kadhaa tu hapa zilizopita anajua thamani ya urafiki, kwa sababu mimi ni rafiki yake na ananitambua kwamba mimi ni rafiki yake, na ndio maana hata ameweza kusikiliza na kutii kila ambacho mimi nimemwambia. Ila wewe ulishindwa kuthamini na kunijali mimi kama rafiki yako, bali ukaamua kuniua kwa sababu ya mwanamke. Wakati Remi anaendelea kuelezea kuhusiana na ule uchungu alionao moyoni mwake, ikasikika sauti ya bidada Betty ikimwambia kwa chini kwamba huyo ni binti yako. Remi akaa kama hajasikia vizuri hivi, akamgeukia bidada taratibu, kisha akamuuliza kwa makini, wewe unasema nini? Remi, huyo ni binti yako, ni mtoto wako kabisa huyo. Remi alimgeukia yule mtoto akamwangalia kwanza mara mbili kama mtu ambaye haamini alichokisikia. Wakati huo jamaa wako Derek anamwangalia mwanamke, huyu vipi huyu? Anaongea nini hapa? Remi alihisi kuishiwa nguvu, ile feelings ya ubaba ilikuja hapa. Akamtazama mtoto mara mbili hapa, hakuwa anammaliza kabisa. Yaani unaambiwa siku zote alifanya urafiki na huyu mtoto akiamini atapata ukaribu wa kumjua mama yake. Kumbe alikuwa anafanya urafiki na mwanae kabisa wa kumzaa. Ndio ile ukisikia damu nzito kuliko maji, ndio hapa sasa. Jamaa wako alipagawa akaanza tu kulia. Sasa unajua ilikuwaje? Ilikuwa hivi, bidada Betty anatukumbusha tena kama baada ya kifo cha Remi, Betty pamoja na rafiki yake Olivia, huyu hapa Olivia akawa anambembeleza rafiki yake na kumwambia ni mipango ya Mungu, hivyo hana budi kuweza kuikubali. Lakini Betty akawa analia na kusema kwamba ataleaje hii mimba sasa ambayo Remi amemwachia. Sasa kumbe bidada aliachwa na kibendi bana na mshikaji, na siku kadhaa mbele ndipo mshikaji wako Derek akaanza kumfukuzia sasa ile waziwazi kumtaka Betty ili aweze kuwa naye. Leo akaja hapa getini kuja kuuliza majibu ya ombi lake la kuweza kuwa naye. Betty akamwambia kwamba asubiri nitafikiria. Ndipo tena baada ya siku chache mbele mtu na shoga yake hawa hapa Olivia akawa anamwambia tu inabidi amkubalie tu Derek kwa sababu Remi ndio hivyo kashafariki, mimba ndio hiyo inakuwa, kwa sababu bado haijajulikana amkubali tu Derek alafu amwambie mimba ni ya kwake ili aweze kumsaidia kumlea na kumkuza huyo mtoto, maana kumlea mtoto peke yake itakuwa ni ngumu. Sasa huo ulikuwa ni ushauri wa shoga yake Olivia. Ndipo sasa bidada akakubali kuweza kuwa na Derek, lakini ukweli ni kwamba mtoto sio wa Derek bali ni wa mshikaji wake Remi. Umeona sasa ilivyokuwa bidada anamaliza kutusimulia hapa kilichotokea. Remi yeye alikuja hapa kwa lengo la kulipa kisasi kwa mshikaji wake, lakini hizi habari alizokuja kukutana nazo zilimmaliza nguvu kabisa, akajikuta amepagawa, akaanza kumkumbatia mwanae pale na kumwomba msamaha juu ya yote ambayo yametokea. Bidada naye akasogea bana, hapa wanafamilia wamekutana, baba na mama pamoja na mtoto wao. Wakati hao wamezubaa, Derek akaona kwamba mimi ndo nakosa vyote, nyie msinitanie. Akasogea akakwapua bastola pale, kisha akaweka chini ya ulinzi hapa na kuambia kwamba na waua wote, maana naona kama mimi sina changu hapa. Wakawa nambembeleza tu Derek pale asifanye hichi kitu anachotaka kukifanya. Nafikiri jamaa alisikia sasa, tena ndo kwanza akakoki bunduki. Wakati anataka kupiga, bidada akakaa mbele pale akamkinga Remi wake. Bidada alipatwa na risasi ya tumbo. Sijui hata hiyo siku ilishia vipi bana. Zilipita wiki kadhaa hivi, anakuja kuonekana bidada ni kama anachechemea hivi, anafanya mazoezi baada ya kurikava. Ile risasi ilimpata sehemu za tumbo na hivyo akakimbizwa hospitali akapatiwa matibabu, na hapa yuko katika hatua za mwisho kuweza kurikava mwili wake kurudisha katika hali ya kawaida. Na hawa wawili walirudi kuanza kuishi tena kama kawaida na Remi wake, na jamaa ana jukumu la kuweza kumfanyisha mazoezi bidada kuhakikisha anakaa sawa. Amekuja naye hadi kwenye kochi hapa, kisha akaanza kumwambia kwamba leo anafikiri waweze kwenda out angalau aende kurefresh mind kidogo, kwa sababu amekaa kwa muda mrefu sana tangu alivyotoka hospitali. Lakini bidada akawa anaogopa kwa sababu anamhofia Derek huenda akawa bado yuko around anawafuatilia, kwa hivyo hayuko tayari kwenda nje kwa sasa. Kumbe Derek alikimbia tu bana ile siku. Haya, zilipita siku kadhaa tena, hawa wawili wakaendelea kuishi pamoja vizuri kabisa kama walivyokuwa wanaishi tangu mwanzo, huku wakilea mtoto wao. Na leo wako hapa chumbani, na baada ya mshikaji wako kufika hapa akaanza kumwambia kwamba anadhani kwa sasa ni muda sahihi kwa wao kuweza
kumpatia Tracy ndugu yake mwingine. Yani ni sahihi kwa wao sasa hivi kuweza kuzaa tena. Jamaa akamuuliza kama yuko serious na hili jambo. Bidada akamsisitiza mume wake pale na kumwambia ya niko serious. Basi Makisi akawa pale na nini. Remi akamwambia asijali, hilo swala ni dogo sana. Jamaa si hakutaka kuchelewesha. Kama anataka mdogo wake na Tracy basi wamtafute sasa hivi hapa. Akaenda naye mpaka kwenye 6 kwa 6 pale. Mtoto anaanza kutafutwa sasa hivi. Umeona Wakati wako katikati ya jambo lao, simu ikaita. Ni namba ya afande fulani hivi amempigia mshikaji wako Remi. Kisha akampa taarifa kwamba Derek amekamatwa bana. Yuko katika kituo cha polisi na kesi yake itaanza mara moja. Basi Remi akamfikishia taarifa bidada pale. Bidada alifurahi sana zile taarifa. Hatimaye sasa ataweza kwenda nje kwa uhuru. Alikuwa anamhofia sana Derek. Basi bidada alipanga kuionyesha mipinduko yote watakapokuwa wanamtafuta mtoto, kwani moyo wake una amani na ana furaha sana. Tena yuko na mtu ambaye anampenda katika maisha yake yote. Huu mzigo uko mwisho kabisa ise. Tuambie ulichojifunza kupitia movie hapa chini hapo kwenye uwanja wa comment. Lakini kama hujatazama sehemu ya kwanza, ingia kwenye channel hii Voka Simulizi, utaiona sehemu ya kwanza. Ukaanze hapo afuje umalizie kipande hiki hapa. Tutaenda sawa vizuri. Lakini kama ni mara yako ya kwanza basi usiache kusubscribe au vipi Miezi mingi ilipita na jamaa hakufanya ajizi. Bidada kama unavyomuona tumbo ndi na wako tayari kuweza kupokea mtoto wao mwingine, mdogo wake na Tracy. Kwa kifupi hawa walirudi na kuanza kuishi maisha yao mazuri ya upendo na furaha kama ilivyokuwa tangu mwanzo. Yule mwanaharamu alitaka kuharibu mapenzi yao lakini Mungu amemwaibisha. Mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Hii ni Voka Simulizi na mimi ni Pazo Dies kama kawa. Tukutane kwenye tambala jingine. Masalam.